Naam, ulishawahi jiuliza kwa nini watu wengi wanaishi kwenye toxic love na wanachelewa kutoka, yani kumove on? Sasa leo tutakuangazia sababu kadhaa wa kadha ambazo zinafanya mtu achelewe kutoka kwenye toxic love na sababu ambazo zinafanya ingie kwenye toxic love na ambayo inamfanya yeye awe kwenye toxic love bila kujua. Leo Oscar Kahindi nakuletea full interview pamoja na mwanasaikolojia wangu hapa. Karibu madam. Asante. Pengine kwa niaba ya mtazamaji wangu unaweza kumwambia jina lako pamoja na taaluma yako? Mimi naitwa Noges Mwenda, mtaalamu wa saikolojia pamoja na ushauri nasihi. Noges Mwenda, mtaalamu wa saikolojia pamoja na ushauri nasihi. Bila kupoteza muda, napenda nikuulize swali ambalo tungependa leo liwe swali la kwanza kukuuliza kama mwana saikolojia wetu. Watu wengi kwenye mahusiano huonekana wenye furaha na pengine wanaumia kimya. Wakiwa nje wanakuwa wanaonekana wenye furaha, lakini wakitoka wakiwa wao kama wao wanaonekana ni wenye huzuni. Pengine hii tunahitaji kisaikolojia na nini ni mtazamo wako pengine? Asante. Kwenye swala la toxic love naweza nikaiweka kwa pande mbili. Kwanza, maana toxic maana yake kwanza ni mahusiano labda ambayo sio ya afya, hayana afya. Kwa nini nasema hayana afya? Kwa sababu unakuta kwenye mahusiano watu wanakaa, umeona, kila mmoja yuko na vya kwake, unaona, hawaelewani, yani hivyo. Na mara nyingi sana unakuta toxic love inasababishwa pale ambapo unakuta mtu anaingia kwenye mahusiano, anapokuwa ameendelea na mahusiano yake, anaona kabisa kuna red flags, lakini yeye anazifanyaje? Anazipuuzia, anaziona, anazipuuzia. Mwisho wa siku mtu anaamua kuja kufunga ndoa na mtu, alafu mambo yanakuwa sio mambo. Na kwa nini wao inatokea hivyo? Ni kwa sababu vijana wa leo hawajapata nafasi ya kupata mafunzo au elimu kuhusiana na mahusiano yenye afya. Watu wengi sana hawajui kwamba kuna mwanaume ndani na kuna mwanamke ndani. Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi swala la 50-50 limekuwa ni gumzo kubwa sana. Watu wanasema kwamba 50-50 ndio mpango mzima na nini. Ni kwa sababu tu unakuta kwenye familia zingine mwanaume amezoea kuona kwamba baba yake anampiga mama yake. Kwa sasa hiyo naweza nikasema kwamba ni toxic love kwa sababu ni mahusiano ambayo hayana afya. Hayana afya. Kwa sababu mental health ya mtu ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Au afya ya akili ni kitu cha msingi sana. Ukiwa na mahusiano ambayo mna amani, ni vizuri zaidi, sio mahusiano ya kupigwa. Umeona? Mtu anajua kabisa huyu mtu ni mkulia. Na habari zake akiwa anazungumza na simu au akizungumza na watu, unamuona kabisa akiwa amekasirika yuko hivi. Lakini bado mtu anang'ang'ania kwamba mimi ndo huyu nimempenda. Mwisho wa siku hilo ni upande mmoja. Upande wa mbele toxic love manake ni kwamba hao watu wana upendo wa dhati na mahusiano yao yana nguvu ya upendo ambayo ni kali sana. Ambapo hata kama mtu akijitahidi kuwagombanisha kwa namna gani hawezi, kwa sababu tayari mahusiano yana nini? Yana upendo. Na kila mmoja anafahamu majukumu yake. Sacrifice ambayo mtu anatakiwa kuitoa kwa ajili ya mwingine anaifahamu. Kuzungumza, wanazungumza kwa pamoja. Kama ni mada ya mezani, wanazungumza kwa pamoja. Pale bwana, mimi sikupenda, hujafanya hivi na hivi. Na kuna namna ambayo kila mmoja anatakiwa azungumze na mwenzie. Mwanaume lazima ajue kuzungumza na mke wake vizuri hata kama akiwa amekosea, na mwanamke haswa lazima ajue kwamba kuna kuzungumza na mwanaume wake vizuri hata kama akiwa amekosea. Na pengine unaweza kutuambia labda kuna sababu ambayo huwa zinawafanya watu wanaficha yale maumivu yao ambayo wanayapitia kwenye toxic love? Maumivu, yani sababu ambayo huwa inawafanya watu waendelee kuishi kwenye toxic love? Sababu zipo ambazo zinawafanya watu waendelee kuishi kwenye toxic love. Sababu ya kwanza inawezekana ni shida ya kiuchumi. Mwanaume au mwanamke mmoja kati yao ana shida ya kiuchumi. Kwa hiyo kwa sababu ana shida hiyo, analazimika kae pale kwa sababu tu ana benefit kwenye nini? Kwenye hela. Atakuwa na mahusiano na huyo mtu na nini, lakini mwisho wa siku ni kwa sababu ya nini? Ya hela. Kitu cha pili, mahusiano ambayo lengo lake hasa ni kwenda kulipiza kisasi kwenye familia fulani. Ina maana mtu anaamua kuingia kwenye mahusiano akiwa na lengo kwamba nikiingia kwenye ile familia mimi nitafahamu kila kitu, nitafahamu utaratibu wao wote, then nitajua mimi ni namna gani ambavyo nitaweza kufanyaje kulipiza kisasi.
watu wanaingia kwenye mahusiano. Kwa hali hiyo sasa, pengine inaathiri vipi maisha ya mtu mwenyewe, yani kuanzia kihisia, kiafya ya akili mpaka yeye mwenyewe atakapokuwa anajichukulia? Hii inaweza ikamwathiri kivipi? Kwenye swala la afya ya akili, toxic love inapoweza kumwathiri mtu ni kwamba atakosa namna nzuri ya kufanya vitu, mawazo atakuwa ni mengi. Kuna wakati mwingine anatamani kufanya kitu kwa ubora, hawezi kufanya kitu kwa ubora kwa sababu ndani yake kuna stress. Sasa kama ndani yako kuna stress, unafikiri utatoa nini rafiki yako? Umeona? Lazima tu utatoa kitu ambacho kina impact ya stress. Kwa unakuta mtu anashindwa kufanya kitu kwa ubora. Umeona? Au unawezekana kuna vitu vingine ambavyo ndani hajaridhika. Au ni nini? Yaani au mtu tu ana take advantage kwa sababu yeye yuko hivyo. Na hiyo pia huwa inatokea aidha kwa mwanamke au kwa mwanaume. Umeona? Unakuta mtu unakung'utwa eti kwa sababu tu eti nimelipiwa mahari eti 2,000,000. Kwa hiyo 2,000,000 mimi naweza kanunua. Umeona? Sasa na kuna wanajamii ambao huwa wanazungumzia baadhi ya kauli. Moja ya kauli ambayo ningependa umwambie mtazamaji anayekusikiliza hapa, kuna kauli ambayo inasema mwanaume halii wala mwanaume hatoki kuelezea matatizo yake, ni lazima kae nayo moyoni mwake, ameze ndani kwa ndani. Wewe kama mtaalamu wa afya akili, mwanasaikolojia, unaweza kukwambia kwa faida ya mtazamaji hii inakaeje katika jamii pamoja na mtu mwenyewe? Siku zote mimi nikiwa kwenye mahusiano au kama ikitokea kwamba najiulizaga wakati mwingine mimi kama ningekuwa mwanaume ningefanyaje? Siku zote kama mimi ningekuwa mwanaume ningekuwa nalia. Ungekuwa unalia? Ningekuwa nalia na ningekuwa naongea. Sio mbele za watu. Nitatafuta sehemu ya kwenda kulia, nitatafuta sehemu ya kwenda kusema na kwenda kuongea. Ili nini? Kama ni akili yangu inatakiwa ikae mara nyingi, ikae ufikirie kuhusu vitu ambavyo nitaweza kuvifanya kwa muda fulani, kwa masaa fulani, kwa setting fulani. Ni lazima mimi niwe na katika position wakati mwingine ya free out vitu vingine. Sijakataa wanaume mara nyingi sana. Saikolojia yao jinsi ilivyo ni kwamba unakuta wanakuwa katika position ya kupata muda mwingi sana wa kupumzika wao wenyewe au wa kukaa wao wenyewe kufikiria vitu vingi tofauti. Sasa unakuta kama anakuwa na changamoto ambayo hawezi mtu kumsaidia, hawezi kufanya chochote. Sijasema kwamba mtu mwanaume ni kwamba ndio hivyo anadeka au ndo namlea. Hapana, ni namna yake yeye ambayo anaweza kufanyaje? Anaweza kutoa yale maumivu. Umeona? Akitoa yale maumivu ndani ya moyo wake, hata akili yake ikaa vizuri. Umeona? Na kama angekuwa ni mwanaume au kama angekuwa ni mwanamke ambaye yuko na wewe mwanaume, ni lazima mimi ningekuwa katika position au katika nafasi ya kumwombea mimi mume wangu. Lazima nimwombee mume wangu, nimpeleke kwa Mungu. Mungu amsaidie. Sasa pengine tuna kwa namna ambavyo umeelezea, pengine tunaweza kuwa na watu au kundi kubwa la watu ambao tunaishi nao wanaopitia toxic love. Sasa lakini hawawezi kutoka nje na kuanza kuzungumza, labda kwa elimu ambayo umeitoa pengine wanaweza kufuatilia na kuanza kuchukua hatua. Swali ambalo ningependa kukuuliza kwa niaba ya mtazamaji pia, mtu kama huyu naweza nikamtambua kwa dalili zipi? Mtu kama huyu ambaye anapitia toxic love, pengine naweza nikamsaidia kwa namna moja ama nyingine, lakini naweza nikamtambua kwa namna ipi? Kuna muda kisaikolojia unaweza ukampata mtu, yani kumfahamu mtu kisaikolojia kwamba ana changamoto fulani. Kitu cha kwanza watu wanaangalia facial expression. Umeona? Facial expression maana yake ni nini? Utamkuta tu hata kama ana smile, sio smile yake ambayo umeizoea pengine. Sawa. Lakini facial expression ambayo wewe hujai kumuona, lazima tu utaona sura yake haipo sawa. Kwa nini muda mwingine labda anapenda kukaa mwenyewe? Umeona? Kwa nini mara nyingi muda mwingine unakuta ukimwelekeza kitu, yani unaongea naye, alafu unamuuliza hivi pale ulisemaje? Maana yake akili haipo hapo. Umeona? Au wakati mwingine unakuta hata lugha yake anayozungumza mbele za watu. Bwana, yani unakuta mtu ana hasira. Ingawa sio wote ambao wanakuwa wana hasira
wanakuwa hivyo, lakini mara nyingi unakuta mtu ni ana hasira alafu ni mtu akukata tamaa. Umeona? Kitu kingine ni kwamba mara nyingi sana wanaume huwa wanapitia changamoto nyingi sana, hasa kwenye utafutaji wa pesa. Umeona? Kwa hiyo unakuta mwanaume anakaa hivi, yani vitu unakuta haviko sawa. Muda mwingine tu sura inajionyesha kwamba huyo mtu fulani hayupo sawa. Na pengine kwenye engo ya kuvumilia pamoja na kutoka, yani kuvumilia au kuvunja uhusiano kwenye wa toxic love, wewe kama mtaalamu wa saikolojia unamshauri nini mtazamaji anayekutazama hivi leo? Okay, kwa mtu ambaye yuko kwenye swala la toxic love, kwa sasa hivi naweza nikasema kwamba mtu yeye asiweze kukutana na hiyo toxic love. Kitu cha kwanza inabidi awe na qualifications au zile wanaita nini zinaitwa zile qualifications au zile criticals au vitu ambavyo yeye anatamani kuvikuta kwa mwanamke au yeye anavyotamani kuvikuta kwa mwanaume. Umeona? Hivyo vitu vitaweza kumsaidia yeye wakati mwingine kutafuta mtu ambaye ni sahihi, kwa sababu wanawake huwa mara nyingi sana wakizaa, labda mfano mtoto wa kwanza, mtoto wa pili akizaa, umeona, wanabadilika. Lakini kwa sababu huyo mtu bado yuko kwenye maisha yako na ana vitu vile ambavyo wewe unavitaka, itakuwa bado ni sababu ya wewe kuendelea kumpenda. Yes. Umeona? Wewe utaendelea kumpenda kwa sababu wewe mwanamke, mimi ana vitu ambavyo mimi navitaka. Na kumpenda mtu sio kitu kirahisi kama mtu anavyoweza kufikiri. Kumpenda mtu ni kazi. Kumpenda mtu mwenye madhaifu yake ni kazi kweli kweli. Sio habari za I love you tu. Hisia sijui nini. Umeona? Ni vile mtu anatakiwa kweli uwe committed na huyo mtu. Ndio maana sio wote wanaoweza kupenda. No. Kama ni hisia, mtu anaweza kawa tu ana hisia kwa kipindi hiko tu, lakini kumpenda mtu ni kazi. Umeona? Kitu cha pili, amani ya moyo. Amani ya moyo, sawa, una qualifications zako, umezikuta vitu unavyotaka kukuta kwa mwanamke unavikuta, kwa mwanamume unavikuta. Lakini je, amani ya moyo wako ipo tayari? Hali ya moyo wako sio akili. Hali ya moyo wako iko tayari, kwa sababu kwenye saikolojia kuna kitu kinaitwa subconscious mind. Subconscious mind yenyewe huwa ni kama utu wa ndani. Utu wa ndani unasemaje? Kwa sababu mara nyingi sana huwa tumsikilizi mtu wa ndani na huwa anaongea mara nyingi tu. Je, mtu wa ndani anasemaje? Tuko sawa? Tunaweza tukaendelea na hayo mahusiano ama vipi? Na kama ikitokea kwamba mahusiano yanakuwa hayapo sawa, lazima mtu wa ndani ataongea. Hata kama wewe bado hujaona. Wewe hujawahi kuona watu wanakuambia kwamba tumejuana sasa hivi ni kama tuna miaka mingapi, lakini hatujaingia kwa swala la ndoa. Kwa sababu gani? Inawezekana mtu wake wa ndani au kitu ambacho kilikuwa kiko ndani hakijampa amani. Umeona? Kwa hiyo unakuta mara nyingi sana lazima ukae watu ukishamwangusikiliza huko ndani tunasemaje, hata kwenye kutumia akili pia itakuwa ni rahisi, kwa sababu moyo wako uko tayari kumpokea, na wakati mwingine mioyo hii inakataa. Lakini ni kwa sababu tu unakuta mtu labda anasema mimi nataka kuolewa na mwanaume handsome. Tena wadada wa leo wanapenda sana kweli la kuolewa, lakini hawajui kwamba kuna maisha baada ya ndoa. Kuna maisha baada ya mahusiano. Unaona, je, huyu mtu utaweza kukaa naye na kuishi naye maisha yako yote akiwa na madhaifu kama haya? Utaweza kumudu mtu ambaye ni mlevi? Utaweza kumudu mtu ambaye anavuta bangi? Utaweza kumudu mtu ambaye kazi yake yeye ni kuwa na wanawake kila siku? Utaweza? Asante madam na mtaalamu wetu wa saikolojia kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi cha leo ambacho kilikuwa kinazungumzia toxic love. Nikushukuru sana kwa muda wako uliokuwa pamoja nasi, umetuelimisha mengi na tunaahidi kuyatekeleza, na kushukuru sana, na kwa muda mwingine karibu. Asante sana. Karibu sana. Na mtazamaji wa chaneli yetu ya Oziluz TV pale YouTube pamoja na Instagram, ulikuwa unafuatilia mazungumzo pamoja na mwanasaikolojia ambayo ilikuwa inazungumzia toxic love. Pengine umepata namna ya kujifunza, na kukaribisha tena utakuwa unaendelea kufuatilia mazungumzo haya kila inapofika Jumanne saa 11 mpaka saa 12 kamili. Jina langu ni Oscar Kahindi. Karibu tena na kwaheri kwa sasa.